Zetu za KTN leo wikendi Jumapili hii. Naam, upinzani umeendeleza shutuma zao ambapo sasa umetishia kuelekea mahakamani kupinga mradi wa nyuklia unaopangiwa kutekelezwa katika eneo la Uyombo huko Malindi katika kaunti ya Kilifi, ukidai kwamba una athari za kiafya kwa wakazi na utaathiri sekta utalii katika eneo hilo. Wakizungumza walipozuru eneo hilo, viongozi wa upinzani wanasema kwamba kufanya hivyo ndio suluhu ya kipekee. Wamekosoa vikali sera za miradi ya serikali ya Kenya Kwanza, hususan ule wa makazi ya gharama ya chini, wakisema kwamba fedha zinazokusanywa zinatumika visivyo kwa miradi isiyofaa. Anavyoarifu mwanahabari wetu Alan Ochenda, pia wameutaka muungano wa kutetea wafanyakazi nchini KOTU kupaza sauti zake kuhusu wanachosema kwamba ni ufujaji wa fedha za NSSF. Aende kotini mara moja. Upinzani ukiongozwa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka walikuwa Kilifi wakiendeleza mashambulizi dhidi ya serikali, ambako walirusha makombora wakielekezea mradi wa nyuklia unaotarajiwa kutekelezwa eneo la Uyombo Malindi. Kulingana nao, eneo hilo linasifika sana kwa utalii, na iwapo mradi huo utaona mwanga wa jua, basi sekta hiyo itaathirika pakubwa. Kando na afya ya wakazi kuwa hatarini, suluhu wakisema watasaka mahakamani. Namuamilisha watu wa Malindi aende kotini mara moja kwa niaba ya sisi zote viongozi wa upinzani kukataa mambo ya nuclear Malindi. Wangama sema tuende kwa mahakama tusimamishe maneno. Project ya nuclear ambayo inakuja kudhuru maisha ya watu ya Kilifi. Mtakubali mambo ya nuclear? Mtakubali? Hii mambo ya nuclear, mnajua hapa Malindi na Kilifi ni pahali ya watalii. Ni pahali tuko na wageni wengi. Tukilete mambo ya mtambo wa nuclear itaudhi watu wetu. Kweli ama uongo? Watu wa Malindi, watu wa Kilifi wamekataa hiyo nuclear plant inataka kuwekwa hapa Masangoni. Kama hiyo nuclear ni kitu mzuri sana, wewe William Ruto, si uende uweke kwenu huko Uasin Gishu. Hii ni licha ya mahakama Disemba mwaka jana kudinda kutia breki mradi huo wenye thamani ya shilingi bilioni 500 na badala yake kumsukumia jaji mkuu Martha Koome jukumu la kuunda jopo la majaji ili kusikiza tetesi zilizoibuliwa na wakazi. Comrades power! Upinzani aidha umemsuta Rais William Ruto na serikali yake ya Kenya Kwanza kuhusu mradi wa makazi ya gharama ya chini unavyotekelezwa, kando na kudai kuwa fedha za NSSF pia zinatumika visivyo na hivyo kuweka hatarini mustakabali wa wanaostaafu. Hizi nyumba wanajenga, wanasema sasa wana pesa nyingi wamepora kutoka kwenu. Wameanza kutumia kwa mambo mengine, na tunasema housing levy is the biggest fraud. Hii ni upuzi na pia ni ufisadi. Sawa sawa? Pesa ya wafanyikazi wale ambaye wataenda retire imekuwa diverted kwenda kujenga Bomas of Kenya, ambaye ni project private ya watu wako pale na wale wako kwa serikali. Pesa ya NSSF inachukuliwa kwenda kujenga barabara kutoka Rironi kwenda Mau Summit. Kwa hivyo wafanyikazi wale wamestaafu hawatakuwa na nafasi ya kupata pesa zao wakati ukifaa. Serikali ya Kenya Kwanza imekuwa ikishutumiwa kuhusu madai ya utekaji nyara, na licha ya Rais William Ruto majuma kadhaa yaliyopita kutoa hakikisho kuwa madhila hayo hayatashuhudiwa tena, wana upinzani wanashikilia angalipo. Abductions. Wakitumia hilo kumpiga vijembe rais na kuwarai vijana kumtaliki na badala yake kuungana nao. Ndiposa kwa hii finance bill nimeona wameanza kuweka kwamba KRA inaweza fikia mambo yako ya benki direct. Wameleta tena sheria ya kusema wanaweza angalia mtandao wako. Our privacy is being invaded. Sisi tunasema kama vijana we must rise up na tupinge hii mambo ya kasongo. On the 25th of this month outside Parliament, Wakenya watajitokeza in solidarity with the fallen heroes ya watoto wetu. Kila mtu akibeba a rose or a flower, tuende tuweke nje ya hiyo bunge Parliament Road na kuombea watoto wetu ambao they did their constitutional thing and fell for it. Alan Ochanda, KTN. Naam, tuachane na siasa.